nikaambia daktari chukueni huyo mtoto muadmit huku, lakini hakuwa anataka kuadmit mtoto wangu. Nilikuwa naona huyo mtoto ni kwenda naenda, lakini ule daktari ananiambia hakuna report anaweza andika ati mtoto akuwe admitted. So nikang'ang'ana tu na mtoto. Alafu sasa kufika kwa nyumba hakunywi kitu. Nikamwambia babe, uninunulie yogurt tuone kama atakubali. Sasa akaendea yogurt. Mtoto tukaona anakunywa yogurt, so amekuwa akisurvive na yogurt for 2 weeks. Mtoto anakunywa yogurt hata kikitu juu mdomo imefura, hadi uko ndani akiangaliliwa, like akiangaliliwa huku hajafura, lakini mdomo imefura iko hivi na huku ndani. Ndio sasa akasurvive na yogurt, hata ukimblendia food hataki. Mwenzake na yeye sijui ni kama huyu akigonjeka pia huyu anafuata. So pia yeye akafuata, lakini yeye at least ako strong. Acha tu niseme hivyo, like immune system yake si weak kama ya huyu mwingine. Yeah, so after kurudi Nairobi tumekuwa tukitreat ugonjwa hapa na pale. Then hatukuwa tumelipa rent miezi 2. Hii mwezi na last month. Uzuri huyo madam tukaongea naye, na alikuwa anajua mtoto ni mgonjwa, juu alikuwa anaona tunatoka hospitali tukirudi, tunatoka hospitali tukirudi. So akatextingi huyu, alikwambia aje? So Bina, acha niseme that unaona zile vitu zote zenye tulinunuliwa ni yule mzee, kuanzia TV, viti, hizo vitu zote as in kwa nyumba for now, kitu tu tumebakisha ni coffee table. Hata sasa ilifika tu place hatuna anything. Unajua kitu ya kwanza nilisema that our parents hawana ile uwezo ya atunaweza waitisha 5k akutumia immediately, because pia yeye ni mtu wako job na ni mtu anagoja end month, unaona. So sisi the only solution yenye tuliona na ni solution ya mbio ilikuwa ni kuuza hizi vitu tuko nazo, hata kama ni hasara, at least to make sure watoto wako sawa. But tell me why tuko tunatumia pesa, tuko kwa barabara, tuko hosi, lakini mtoto anaangaliwa hakuna ugonjwa hata moja ilikuwa inapatikana. So at that sasa time tulitoka Embu, juu tulitokanga juu ya watoi, juu watoi walikuwa wagonjwa, time tuliambiwa tuwalete kwa ile hosi. So by the time tulikuja hapo hivyo hatukuanga tumelipa rent. So huyo mkiateka juu anakuanga na kazi yake hapo hivyo chini kwa hiyo building, anakuanga na hardware. So by the time tulikuwa tunatoka tukienda hosi, tunatoka tukirudi na unajua ako tu hapo hivyo, lazima tungekuwa tunamwambia tumeenda hosi, unaona. Then mtoto ni mgonjwa, ile design amwezi panda ndugu. Unaona siku ya kwanza yenye Ryan alikosa oxygen hiyo siku ya kwanza, bolt yenye niliangalianga ilikuwa karibu ndio nimpeleke Karoli, ilikuwa inafika in 15 minutes, lakini mtoto alikuwa ameanza kurusha mpaka miguu at that time. Nikachukuanga mtoto nikaambia wife, hata sikuvaa sweta, nilivanga tu rongi, sikuvaa socks, nikavaa Crocs, nikatoka nikamfunga na baby shoe. Sasa nilitokanga miguu. Nikasema ile boda na sasa ilikuanga 6. But tu kutoka hivyo hapo hivyo kwa rami nikapatana na kijana fulani. Nikamwambia wewe fanya hivi. At that time hata sikuwa najua hiyo hosi yenye iko Banana. Nikamwambia wewe fanya hivi, nipeleke tu hosi yenye unajua mtoto anaweza treatiwa yoyote. Juu kitu ya kwanza after tumetoka pale OJ tulihamia kawaida. Deadline yenye ilikuwa tuhame from that house, na sasa unaona hatukuwa na anything. So as in tunge make kulipa ile 16,000 rent ya ile nyumba. So ndio maana tulitake decision ya kuhama. So after tumezunguka Thika Road yote ukitafuta nyumba tuko tunapata. So the person mwenye alikuwa anatuzungusha hii time yote alikuwa tu anataka tutupe na huku hivi, because tell me kwa nini niliingia tu TikTok hivi nikapata huyu jamaa amepost nyumba like 10 minutes ago. Nikampigia, iko wapi Kiambu? Mimi nikamwambia wife, juu kesho tunafaa kuhama na jioni imefika, wacha niende niangalie hii house. Mimi nikaenda nikaangalia. Ubina acha tu nikwambie ukweli, hatuku consider kuangalia hospital. Unajua ukihamia place na uko na mtu unafaa kuangalia hospital, unafaa kuangalia ni hospitali gani iko karibu. So hatukuangalia hata police station, juu hapo around hakuna police station karibu. So security hapo hatukuangalia anything, because
akili tulikuwa tunakimbizwa na pia huko tulikuwa tunakimbizwa. So mimi nikamwambia mjamaa wa Nduthi, sisi ni wageni huku, mimi nikimbishe tu mahali hosi yenye iko karibu, mtoto anaweza shughulikiwa mbio. Tukapanda Nduthi, nikamwambia fanya hivi, nifanyie tu favor, hosi umesema iko kawaida. Banana, mimi nilikuwa najua banana that time ni distance. Nikamwambia unaweza enda mbio tu yako yote yenye unaweza, at least to save mtoi. Akasema sasa ni kijana, at least nilipata kijana. Tulienda mbio, ikafika mahali nikaona nani sasa ame stretch Ryan. Unaona ile ku stretch, unaona ni mwisho. Sasa at that time sasa nilikuwa nishaanza ku So at that time mi mwenyewe nilikuwa nishaanza kulia, nikiambianga Mungu tafadhali usituchukulie huyu. So nikaambianga huyo boys wa Nduthi aongezee speed at least tufike hosi mapema. So nilifunguanga hivi mtoi, nikamwangalia, nikamwekeanga kidole hapa hivi, nikasikia bado anapumua, nikamguzanga tumbo, nikasikia bado ako sawa, as in anapumua but anaacha gap kubwa ndo apumue next. So by the time tulifikanga hiyo, by the time mimi nilifika kwa hiyo hosi, huyo mwenye nilipatanga huko I think ni wale wa night shift, hakuwa ametoka shift yake. So akaniambianga niende nikate receipt tu. So nikamwambia situation yenye mtoi yako saa hii sina hiyo time ya kwenda kukata receipt. Akaniuliza kwa ni shida ni gani? Nikamwambia ana oxygen, ndio akamchukuanga mbio akampelekanga na karumu fulani kako na hapo hivyo, akamwekanga kwa oxygen. But I think huyo hakuanga the right doctor wa kushughulikia huyo mtoi, juu yeye alimwekanga kwa hiyo oxygen then akamwekanga kwa hiyo kitu ya kumfungua kifua, nebulizer. Yeah, so hakuna test yoyote walimfanyianga kwa hiyo hosi, hakuna test, hakuna kumwangalia, alimweka tu kwa oxygen then akaenda akaniachanga hapo hivyo. Ndio hivyo akanipigia akaniambia hata huyo mwingine ameanza kukua wasi. Mimi nikamwambianga hata sikuwa najua hata jina ya hosi bedhe tukifika. Nikaulizianga huyo doc, nikamuuliza inaitwa aje, akaniambia ni Karoli. Nikamwambia kujeni mpaka Karoli. By the time walifika hivi stima ikapotea. Stima ikupotea, huyo daktari mwenye actually ilikuwanga ni daktari mmoja alikuwa huko, akatuambianga fanya hivi, chukua mtoto juu stima wako na generator, chukua mtoto mpeleke pale nje kwa jua, mumuoteshe jua, mumuangalishe jua. Venye mimi nilikuwa young na sijai experience kitu kama hii, na mawefa amefika na huyu mwingine tunamwambia tuangalilie, lakini anasema tuchili stima irudi, tukatokanga nje tukapeleka mtoto pale kwa jua. So by the time tulikaa hapo before like 5 minutes tukafigure out that huyu mtoto akikaa hapa ata dead, atakufa na atakufia mikono yetu. Tukachukuanga Bolt mbio sasa mpaka huko St Joseph mahali sasa tulikuwa tunafaa, mtoto alikuwa na tunawapeleka clinic. Mimi naweza shukuru sana hao watu tulipatanga huko because ukifika unafaa unaenda kuregister hizo mambo na registration fee, but walichukuanga watoto immediately, wakatuambia kujeni tushughulikie watoto kwanza, mtalipa baadaye. So tuliendanga, watoto wakaekwa kwa oxygen wote wawili. Actually watu wenye walituonanga tuliingianga live watoto wakiwa
kwa nini TikTok, tuliingianga at that time ndio at least tuone kama watu wanaweza tuchangia, but hakuna mtu hata mmoja alisend anything. Watoto wakaekwa kwa oxygen. By the time walikuwa wanaekwa kwa oxygen, actually mimi nashukuru Mungu tulienda huko juu. Huko tulikuwa tunashughulikiwa ni daktari mmoja, watoto wawili. Hapa walikuja madaktari 5, watoto wawili. So wengine wakimshikilia pale kwa oxygen, wengine wanamtoa damu waende akapimiwe kwa lab angalie nini iko. So sisi haya watoto wakadungwa sindano, kuna sindano walidungwa, watoto wakaanza kuligain hadi wakarara sasa vizuri. Hiyo kupumua yenyewe walikuwa wanapumua hivyo ikaanza kurudi. So results kutoka hakuna anything yenye ilipatikana kwa watoi. Azim watoto wako kwa shida lakini hakuna anything ilipatikananga completely. Hakuna ugonjwa. So at that time hata tukuwa tumefungukanga akili tuone tujue maybe kuna mtu anatupiga, maybe spiritual, unaona. So tukapatiango sasa madawa. Watoto saizi walikuwa na joto tu ndio ilikuwa juu, ilipatikana tu iko juu. Tukapewa madawa za joto, tukapeango madawa za kufungua sasa koo na kifua. Hizo tu ndio the only drugs tulipeango, then tukalilisiwa tukaenda home. So after tumelilisiwa sasa kwenda home, sasa tukakaa under medication ya watoi. Ndio sasa Ian sasa ndo amekuja kugonjeka after hiyo kufura mdomo. But sasa Obina, acha nikwambie, hizi vitu zilikuwa zina happen. Unaona, tukisha decide juu tulikuwa tumekaa chini hivi na wife tunasema huku mahali tumetumwa kawaida shopping center na hii nyumba ndio iko na hizi mapepo. Si tulikuwa tumefika mahali we are very young, hatujui anything. Tunasema hizi vitu zote zenyewe watu walitununulia na hizi manguo ndo zilikuja na hizi vitu. Unaona? So si tukamuanga hizo vitu tuuze everything, tuhame kwa hiyo nyumba, turudi Thika Road. Juu by the time tulikuwa kwa ile bed sitter sasa, before help ianze kukam, si tulikuwa poa. Unaona? Ni sasa venye tu tulikuwa na ile shida ya zile do after tumetoka hosi. So tukauzanga vitu zenye zilikuwa zimebaki, tukapatanga 21,000. Sasa 21,000 hapa tunaenda tutafute bed sitter ya 5k, si ikienda sana 6k. So mimi nikaanza house hunting. Kwanza house hunting nilikuwa nishatumia mpaka Randred, nikamwambia tutahama, but sasa ile deni yenye tuko nayo itabidi imekavo ni inaitwaje deposit. Unaona? So mimi nikaingia house hunting day 1, nikaingia Thika Road. Nikatafuta nyumba, bila siku anapata nyumba ile tu, kusema ukweli mbele ya Mungu. Nimeenda house hunting for 1 week. Hata anaweza kuambia nimeenda house hunting for 1 week, naulizia mabeshte, naambia hiyo area mko kuna nyumba. Mpaka sasa ile siku ya mwisho date 5 yenye ilikuwa deadline ya kuhama ikafika, tukapata nyumba. Sasa on date 4 tukapatanga nyumba Mweki. Kupata nyumba at that time mimi nilikuwa nimetoka vumbi, nilikuwa imenichapa hadi nilikuwa nishagonjeka homa. Nikaambia wife, hii mara wewe enda uone nyumba. Tukua hii ni zile nyumba unaenda unaona unalipa viewing fee ya dhao. Mimi nikamwambia enda uone nyumba, ikisha kunais tutalipa. Hata hakukuanga na stori za kunais ama nini. Tulikuwa tumesema lazima tuhame kesho. So Obina tukaenda, wife akaendanga akafika. After alifika kuna hii familia inaitwa Gaspi. Hatukuwa tunajua Gaspi family wanaishi huko na kina Suresh family na Doris. Tulikuwa tunajua wanaishi huko because the same person ndo aliwa connect huko. So by the time wife alifika akarealize wanaishi huko. So kulikuwa na baridi, the Gaspi family wakampatia mahali anaweza kaa akigoja huyu mwenye nyumba amalizane na makastoma juu kuna kashopa akuja muonyeshe nyumba. So ilikuwanga masaa 5 jioni. Sasa mwenye nyumba si amemfungulia nyumba na akaona si nyumba iko sawa. Tukamuuliza si tunaweza lipa tuingie kesho. Akatuambia juu time imesonga, akaambia wife kuja kesho saa 3 ulipe nyumba then muingie. Akamwambia tulikuwa tunataka kuhama kesho, that's why tunataka tulipe saa hii ndio kesho tukikuja ni kuingia. Mwenye nyumba akakataa. So si wife ikabidi amekaa juu sasa uwezi mforce. Ikabidi amekuja. So the following day kufika asubuhi Obina, hata sasa acha nikwambie, before asubuhi ifike Ryan ndio alikuwa mgo. Unaona, anytime tulikuwa tunaguza tu pesa, acha tu nikwambie ukweli, anytime tu tulikuwa tunajua tuko na pesa kwa M-Pesa hivi completely, watoto walikuwa wanagonjeka. Ile tu kwanza Ian, watoto walikuwa wanagonjeka tu ile mbele ya Mungu. So hapa hivi Ian ameamka, joto iko juu. Kwanza joto at that time ilikuwa imefika 39. Unajua sasa tuko na kale kitu ka kumpima. Tupigia daktari,
At first uko unauliza ChatGPT, unauliza mtoto wangu ako na hizi signs na ako na joto, wananiambia wakasemanga ati ukiona joto imefika 39 that's alarming, and then hosi. Si tukaendanga hosi at that time. Ni hiyo time sasa mtoto wako anakura, lips zimefura, lips zilikuanga red, ulimi ilikuwa red, unaona. So sisi kabidingi tumetoka sasa, zile pesa zile tulikuwa tushasema tunahama nazo kesho. Sasa ndio hizi sasa tumezidivert ziende kwa mtoi. Si tukaendanga, mtoto akaangalianga huku kwako, ikapatikananga amefura kwa, but hakuna kitu kingine. Na that's why my wife alikuwa anawaambia nichukulieni tu mtoto mniadmitie, at least akitoka huku atoke akiwa sawa. Wamempima, hakuna kitu imepatikana, but mtoto ni mgonjwa. Joto actually walimwekeanga ile dawa inekango na huku nyuma. Walimwekeanga hiyo dawa ndo joto. Imagine amedungwa sindano, joto imekataa kunini, wamemtoa damu. Na ujue Ian kumtafuta lines kwa mikono, alidungangwa mara 4, akatafutiwa hapa na hapa na hapa. At the end tulimpatanga, mimi nilikuwa nimemshikilia at that time, nilikuanga nalia juu nasikia mtoto analia na nguvu. Tumemdunga hapa line, hakuna damu itoki, unaona. So at that time akapimiangu, hakuna kitu ilipatikana. So tukapeango tu dawa ya joto. Then kuna dawa tulikuwa tumemnunulianga kwa chemist. Sisi tulikuwa tumeenda nayo kwa duka, wakatuambianga acha tuwapee more improved dawa. Then tukalidi. Sasa at that time ndio wife alikuwa analianga akiambiwa dog, wewe ni admitie tu mtoi, akitoka kwa hiyo hosi yako yako sawa, kuliko tuende kwa nyumba then mtoto akuwa kona tena turudi hapa hivi. So after tumerudi tukajipatanga tumetumia that time, hiyo tu time ya kwenda hivyo tulitumianga 6k kwa ile pesa 21k. So unaona imebaki do kiasi. So mimi nikamwambia wife, we have still time to kuhama. Unaona juu tuko na pesa ya nyumba na tuko na deposit. Sasa kitu tutafanya, hii meza imebaki ndo tunauza tupate pesa ya kututoa tu kwa hii nyumba. Si tulikuwa tusha believe hii nyumba ndo iko na maswa, unaona. So mimi nikamwambia tu pesa tulikuwa tunahitaji ni pesa ya kutravelisha hizo vitu zenye sasa ni kitanda. Actually hata ni kitanda pekee tumebaki nayo, na hiyo kitanda si ati tulinunuliwa, ni yenye tulikuwa nayo previously kitambo. So mimi nikamwambia tutauza. So on that day sasa kupigia ule mjamaa wa ile nyumba, ule alikuwa Mkisi, kumpigia akasema na that's the only house tulikuwa nayo kwa akili, that's the only house tulikuwa tumepata. Akasema nyumba ilishalipiwa miezi 3. Sasa hiyo nyumba ilikuwa tuingie. So unaona ikabidi sasa mimi ilibidi nimetext kiatika nikamwambia tu utahama. Sasa itabidi tumekaa hii month. Sasa ni hii month yenye imeisha hii yenye tuko. So akani unaona immediate tu nimwambianga tu juu date 5 ilikuwa ishafika, so ilikuwa date 6 alinitumia bill ya nyumba yenye nafaa kulipa. Na that time sasa kumbuka tumetumia do nini. So nikamwambianga wacha nishughuli. Unajua the best thing na huyu madhena mo appreciate, alikuwa anaona tukitoka tukiingia juu ya watu. Nikamwambianga wewe tupe tu time tushughulikie watoto, wakishapona tutasort. So ubina acha tu nikwambie, unaona zile pesa zilibaki after saa tumetoa zile pesa 6k zenye tulitumia hosi, sasa zenye tukua tulipe. Sasa brother yangu alifanya hivi. Brother yangu wako Busia, akanitumia pesa nimnunulie TV second hand, nimpatilianishie. Wanafanyanga ile wrong, anakuanga makanga wa zile matransist za Mombasa, nimpatilianishie as in ichukuliwe pale nai iende mpaka Busia, unaona. So akanitumianga 9,000 nimnunulie 32 inch, unaona. So amenitumia mpaka zile do zenye, so nimechanganya zile pesa zenye tulikuwa tumebakisha na za bro yangu 9. So mimi nimeenda kununua TV. Nilikuwa actually nilitafuta on Facebook, of which Facebook kumejaa wezi, unaona. So mi ule mjamaa pale Kiambu town, hiyo TV huyo mjamaa mwenye alikuwa ananiuzia at that time venye nilikuwa sikuwa najua ati naweza ibiwa. So huyo jamaa akaacha TV mali, akaniambia nimeacha TV hapo, utaendea na utapewa receipt, then ukishaona na confirm TV ndio hii utume do, unaona. So mimi nikaenda nikapata anga hako ni place pa kutengenezea masimu, nikaonanga TV. Mimi kitu hiki ni run kwa akili, ni hii TV nilikuwa nainunua ikiwa second hand, lakini hapa ni mpya,
Unaona, iko hadi receipt yenyewe ni mpya, receipt yenyewe imeandikwa 16,000 lakini ilikuwa inauzwa 8,000. Nilikuwa nimebagain ile dhao tisa ya bro. Sasa hapa hivi nacheza na hesabu, nimebagain ndio at least nibakishe ka kitu ka kutu sustain. So mimi nimeenda pale hivi, jamaa amenionyesha TV, then nimeambiwa sasa mimi si nimeona nimeridhika, nimelipa 8,000. Kulipa 8,000 nimechukua TV, nimeandikiwa receipt. Kuchukua TV simu inapigwa, inasemekana ati huyu jamaa anasema amelipa nini TV, umepata do. Sasa mwenye anapigiwa anasema sijapata pesa. Sasa huyo ni mwenye, sasa TV ilitoka tao ikiwa mpya. Hapa ndo sikuwa nimeshika TV, ilitoka tao ikiwa mpya. Unaona, ikaletwa mpaka kwa hiyo shop, akaambiwa kuna mtu ananunua. Unaona, so mimi kupewa TV mjamaa anasema mimi sija receive anything. Kupigia huyu jamaa mwenye nilitumia 8,000 apatikani, sasa ashazima simu. Ndio sasa nikajuanga hapa, nikauliza huyu jamaa, ule mjamaa alikuja akaleta hii TV ni nani? Akaniambia hii TV ililetwa na mtu wa boda raida na ikaachwa hapa na nikaambiwa utakujia. Unaona ubina. So mimi nilijipata nimelipia hiyo TV, zile pesa inafaa kutoka 15,000. Abu sasa ubina hapo sasa ndo tulikaa hivi na wife tukasema huyu mtu mwenye anatukoroga amewin, win. Sasa tumeuza kila kitu kwa nyumba, tumebakisha meza, we have nothing else to do. Sasa tukaanza kupost TikTok. Alafu pia mtoto mdogo saizi, si mtoto mwaka moja anafaa kuwa amesimama anatamba. Mtu kama yana hasimami kabisa, mkono anashindanga ukimkalisha chini, mkono anashinda ameiweka hivi ni stiff, alafu anashinda ameiweka on a fist hivi. So anahitaji pia therapy juu amekuwa akigonjeka sana, makistoni yake imekuwa ikirudi nyuma. Yeah, by the way, ndio nilikwambia at that time tukipeana story, nilikuwa nakwambia Ryan sahi anaweza kujiinua, anapiga magoti na anajiinua, but hii anana nguvu kabisa ya mwili. Unaona mwili yake mzima apart from hii mkono ya right. Hizo vitu zingine zote hazina nguvu. Miguu ina nguvu, haizi simama hata 1 second hivi. Ukimuinua hivi, actually watu tunaonyeshanga TikTok, tunawauliza shida inaweza kuwa ni gani. Mtoto akifika hapa kunaendanga aje? Mkono yake ya kushoto, ubina mtoto akigrow 6 months, by the time alikuwa anafika 6 months, hii mkono ndio ilikuwa strong. Tulikuwa tunasema huyu mtoto ni mkushoto. Hii mkono ilikuwa inainua vitu, lakini saa hii ukimwangalia hata haizi shika anything. Hii mkono inashinda hivi ni kama ako na disability. Anashinda ameikunja. Akikunjwa hivi ina crap, lakini hii ndio ina, so hii mkono ifunction, miguu hazina me I think huyo mtu mwenye anatufighting spiritually anatumianga huyu mtu huyu juu immune system yake inakuanga chini. Na time tuliendanga hosi tukaambia daktari atuangalilie mtoto sasa hizo stuff, akatuambianga mtoto wenyu akiwa kwa hii hali sasa, joto iko juu na ni mgonjwa na ugonjwa ujulikani, anafaa akishakuwa normal sasa arudi normal. Unaona sasa hivi ni yako si mgonjwa, sasa hii at least tunashukuru God mtoto si mgonjwa. Na hizi vitu zina happening time atuna do. Unaona time atuna do hakuna siku mtu hii ataigonje kwa bila cha tu ni kuambia ukweli. Lakini by the time tu tunajua tuko na pesa kwa account, watoto wanagonje kanga. Na hakuna siku tutaikaa na wife kwa nyumba tupange kitu. Ati acha nikwambie ubina, kuna time tulikuwa Embu, unajua tulikuwa tunauza mandizi, avocado, popo. So hiyo biashara ilikuwa poa, ilikuwa ishaanza kupika. So by the time tulikuja huku nai, mimi nikaambia wife badala sasa ya tuendange hasara ya hizo mambo na kubebesha mzigo kutoka kwa shosho mpaka Rabi, tutafute kibandaski nai, mimi naenda Embu na kuja na hizo vitu sasa mimi personal unaziuzia kwa kibanda. So at that time tulikuwa tumebakishanga do kiasi. Kibanda tulikuwa tumelipishwa 4K. So the time tulienda tukapata kibanda na ni place poa kwa highway, so watu watakuwa wanapita, watu watakuwa wananunua. So tumeenda tumepata kibanda leo, na ni kibanda in one year haijai kombolewa, ni mtu. Tumepata kibanda leo, tumesema kesho acha tupatane na mwenyewe juu tumeongea naye kwa simu, tukuje tulipe sisi tuanze job. Can you just imagine the from day kukuja ubina tulipata kibanda hadi ishaekwa mabati, ishalipiwa na inaekwa hadi mabati. Na ni kibanda in one year iko imekombolewa ni anyone. Sasa hii vitu tulikuwa tunataka kuzanga hapo ndo zinauzwa vitu za shamba. So mi sijuangi kwa nini vitu zinatuendeanga hivyo kwa nini. Na hata tukipanga vitu kwa nyumba tunapangianga kwa simu. Juu tukiongea
Yeah, so Hakunanga kitu tukiongea one on inafanyika. one na my wife hivi tunaongea, hakuna kitu hata moja ishaiwaka. Actually hata ile time nilikutext, time nilipigiwa simu nilitoka nje nikareceive. Hata hiyo all around time tumekuwa tumeongea na mdem, mimi natokanga nje. Sasa hata tukiamua kupanga kitu na wife tuna texting, na after tumeanza story na kutext vitu nimeanza kuona kuna vitu zimeanza kuchange. So kuna monitoring spirit inakuanga inatumonitor, either hizo mende zenye zilikuja, either ni hizo lizards juu kwa nyumba. Mimi hata sijui lizards za white zinatokanga wapi kwa nyumba, unaona. So siku hizi tu the best thing yetu kwa nyumba, hata tuongeangi vitu mingi, huwa tuna chat. Hakuna kitu tunaweza pangia kwa nyumba for now, either tutoke nje ama we text. Sasa nikipigiwa simu ni anyone. Kuna madam alipigia wife simu ampe kazi ya kuuzanga manguo online. Sasa alirisivia kwa nyumba na akaenda hadi Thika na wakafanya video na akapost. Wakati huo madhe aliuza fast sale, hakumlipa. Alikuwa anafaa mlipe dhao pade, hakumlipa, na kuanzia hapo communication ikakatika. That's juicy last week before to come. So mimi sijuangi ni nini. That's why tunasema we need therapy. We need a lot of help kutujitoe kwa hii nini. Na hizi ni vitu hata hiyo time yote watu wao walikuwa nagonjeka. Sisi by the way bina hatuna mabeshti, because ile time yenye tulikuwa tuna trend at that time, mabeshti walikuwa wengi. Hiyo time tulikombolewa hiyo nyumba, mabeshti walikuwa wanakuja tuna shoot kwa nyumba. At that time nilikuwa na receive phone calls mingi, but immediately shida zimetuanza. Acha tu nikwambie mbele ya Mungu, hakuna mtu hata mmoja alinipigia kuniuliza watoi wako aje. Acha kunijulia hali kama kuniuliza watoi wanaendelea aje. Hata kutext WhatsApp hakuna mtu alikuwa anataka kujua venye tunaendelea. Sasa ni up to juicy time, sasa watu walianza kuona post ya Obina Show, ndio sasa wameanza kutext wakipiga. So for now si tunanga mabeshte, tunakaanga tu hivyo. Ni wazazi tu best. Si wazazi ndio tunaongeanga nao sana. Afu hizi ni vitu hata watu wengine wa family member hawajui. Kama wazazi wao tu kwa iwaambia vitu tunapitia hizo mambo na hapa katikati. Wazazi wangu tu ndio time tulienda Nakuru, tunaenda tukawaambia. So juzi ndo tumeanza kuingia TikTok. Unajua actually hata fare ya kukuja kutulichangisha. So unaingia TikTok, mnaanza kuomba doa, watu wanaanza kuambia na simu mlikuwa mnaishingi poa, kwani kulienda aje, but hawajui the story behind hii story venye tuna struggle hapa hivi. Na Obina, unaona after wale watu walikujanga na zile manguo, acha nikwambie ukweli. Unaona after wale watu walikujanga na zile manguo zikapotelea kwa nyumba. Sijui kama wife amemwambia ule mtu mwenye alikuwa ametukombolea nyumba na akatubaia hizo vitu zote. Sasa alikuwa ameniambia ataninunulia rapi kwanza juu kuna online zile kazi online tulikuwa tunafanya. Hizo maprolific. So alikuwa ameniambia ataninunulia rapi, akasemanga atawekea wife ka job ka kuuza manguo online, zile manguo za watoi. So by January huyo mtu alikuwa ametuconnect na brother yake ndo tumfunze mambo na prolific, tukapata alipass hapo December. So unaona sasa, na alikuwa ametuambia by the time rent itaisha atatuongezea. Kwa ile by the way kwa kupenda kwetu kwenda kwa ile 2 bedroom ni ali decide juu ya auntie. So by the time mashida zilikuja, sisi tulionanga at that time tulionanga maybe auntie, unajua sisi kama we were young we are not hakuna mtu ametufunza mambo kama hiyo. Sisi tulionanga ni kama maybe auntie ndio alikuja na hizi vitu. Juu kwa nini time tukua tunapata, so tukamtoa. But tulimtoanga in a good way juu hadi sasa tuko in a good position. So after hizo vitu zote zimehappen, YouTube hata watu wanaweza kuambia Obina the 254 family, YouTube yetu ya the 254 family tulianza kujituma na wife, tukaanza kushoot prank. Nikamwambia wife, sasa juu huyu mtu amepass tutafanya nini? Si tujitume ndio at least tusishindwe, tusijiaibishe kushindwa kulipa rent ya hii nyumba. Si tukaanza kushoot YouTube. Obina by the time YouTube ilifika time ya kumonetize, naenda kuna jamaa fulani wa Mtembei naenda animonetize kesho. Asubuhi kuamka tulikuwa tushapigwa strike. Na tunafaa kumonetize kesho. Na at that time views zilikuwa zishakuja, tulikuwa tunapata mpaka 16k views, 20k.
so naenda kumonetize kesho, tukapigwa strike for 4 months, so ikaturudishanga nyuma pia. So sijui kwa nini mambo ilikuwa ina happening hivyo, so ilikuwa inatuvunjanga tu, inatuvunja moyo kabisa. Alafu bina si ni watu tulikuwa mimi nilikuwa nakwambia tulikuwa tunaomba. Unaona after tumeingia tu hiyo 2 bedroom hivi, after watu wamekuja wamereft, mimi tulikuwa tunasikianga tu tuko spiritually weak. Hatukuwa iomba. Tulikuwa tunaomba once per week, unapata hata 1 month imeisha hatuombi. Na tunaona ni normal. At that time tumefungwa, uone kama there's something going on. Hatuombi, mambo imerudi, then tunakosana na wife. Actually kuna time tulikosana, akatokanga na watoi na akaenda. Na sasa hizo hakuna kitu kubwa tumeulizana, si ati nimecheat, hakuna kitu kubwa tumeulizana na wife. Akatokanga akaenda. Wazazi wake hata ndo actually hata sikuwa naambia wazazi wangu story na kukosana na my wife. Wazazi wake hata ndo walikuwa wanafanya tuna work things out, tunarudi akarudi. So si tumekuwa tukistruggle hivyo vyote na tukuwa tunajuanga the reason behind. After tumeleta history online ndo mambo imeanza kurudi sawa ama ni nini? So bina huyu mtu, hawa watu wenye walikuwa wanatuona juu at first ni kama wanatuonanga, mtu mwenye anatutesanga ni kama anatuonanga zile step tunafanya online. Pia anatusikizanga vitu tunaongea kwa nyumba, unaona? Ndio maana nakwambia kuna monitoring spirit. Juu unaona hata sasa tumeongea hii story, tumeanza kuongea pale TikTok. Mambo mimi nasikia mpaka kwa nyumba sasa tunaombanga daily, tunaomba asubuhi na jioni, tunaanza kusikia energy. Tulikuwa tunashinda tumelala, kuna time tulikuwa tunashinda tumelala kwa nyumba. Unaamka asubuhi, you are very tired. Unashinda tu unashinda umelala. Hazina una moods hata tuongeleshani. Tunashinda tu hivyo kwa nyumba, but siku hizi tunaamka tuko poa. Kuna time tulikuwa siku hizi hadi tuna shoot. So unaona TikTok hata tulikuwa inactive, hatukuwa tuna post. Siku hizi hata tunaekelea video ine. Kuna time hiyo time yenye tulikuwa tulikuwa tunakaanga na vyombo chafu for 1 week kwa nyumba na watoto, na tuko na watoi. So ukitaka kitu ya mtoto ndio unaenda unaosha, watoto wanakula. Azin tulikuwa 2 week na tulikuwa tunajua nini inatucontrol. Na mimi tangu nipatane na my wife, hata mabeshte zangu walikuwa wanakuja kututembelea. Nyumba yetu ijai kuwa chafu, hakuna kitu hata moja ishai. Manguo tulikuwa tunarudishiria za 1 month mpaka za watoto. Na previously tulikuwa tunafuanga nguo za watoi daily. So mimi nilikuwa nashangaa sana ni nini inaweza kuwa ina nini. Sasa mimi sijui hizo vitu, hatujui venye zinasaidia nishango. Watu after tumeanza kusema hiyo story online, watu wakaanza kutuambia mambo na mapasta. Wengine wanatuambia tuende place tukaombe kama Nakuru, sijui Shiraini, wengine sijui azin watu wanakuja na advice tofauti. But sasa sisi as we are young hivi hatujui the way forward, tunafaa kufanya nini from here. Korir. Sasa hii mtu anaanzia wapi? Ngumu. Okay. So, question number 1. How sure are you that Nikorogwa amerogwa? So, how sure are you that Nikorogwa amerogwa? So bina, how do you know that Korogwa amerogwa? Unajua tulikuwa tumesema ni mtu wa familia, which hatutamtaja juu ako na do na kesho mnaweza tuona ndani. So acha tuseme hivi. Unaona day 1 yenye my wife alijifungua, huyu mtu wa familia alikuja kutembea. Tema alikuja kututembelea na then ni mtu anajulikana, watu wa familia ya side yenye ametoka, watu wanajua na kuanga kwa hizo vitu. So by the time alikuja kutembea, kitu ya kwanza alikuja na drinks. Drinks Del Monte. Lucozade, ilikuwa Lucozade na Ribena. So unajua Lucozade ile kubwa inakuanga na nini ya kufungua. So Del Monte ile kubwa si inakuanga sealed ndani. Ile box. Ile box inafaa ikuwe sealed ikiwa mpya. So ilikuja na 2. So at that time because mimi nilikuwa najuanga hizo vitu zinakuanga kwa familia, kwa side yake anakuanga na hizo vitu. By the time hizo juice zilikuja tukapatanga zilikuwa zimetobolewa na kidole. Hizo like sealed, hiyo kitu ya sealed haikuwa mpya, ilikuwa imetobolewa hivi na kidole. Nikamwambia my wife, huyo auntie hakuwa naamini ati my wife amepata twins, kitu ya kwanza.
hata by the time alikuwa anaongea na wazazi, hata time alikuwa huko alikuwa anasema mpaka saa hii mimi sijaamini na kiwa amepata twins mpaka niende nione. Unaona? Yana watoto. Ako nao watoto wakubwa. Watoto wakubwa sana. Then me I just wonder kwa nini anatufanyia, because ako na pesa. By the way ako na pesa mingi sana. Unaona? So by the time mimi nikaambia wife hii kitu usikunywe. Sisi tunajua stori za huyu juu, hata wazazi wanatuambianga, sisi tunajua stori zake, usikunywe hii juice. Kwa nini? Mimi nikamwambianga acha kwanza niende ni confirm Del Monte kama inakuanga sealed. At that time ilibidi nimeenda nimenunua Del Monte moja, nikapiga picha na nikamtumia akiwa hosi, nikamwambia hii Del Monte iko sealed. So hizo zenye ziko huko usikunywe. So the following day nikaenda nikakuja nazo. So swali nimejiulizanga ya kwanza ni nini ilikuwa imewekwa ndani hiyo Del Monte. Huyu mtu ni rich, ako na pesa na ako na magari na ako na mabiashara. Kwa nini atuletee tissue mbili za 15 bob? Alikuja na tissue mbili kuona na hizo Del Monte zimetobolewa. So hizo ndizo maswali sasa tulianza kujiuliza. Then unaona time tulihamia kwa ile 2 bedroom Obina. That time alipigia wazazi akawaambia mimi nimeona mtoto wenu YouTube imeanza kumlipa inamweka. Sasa alikuwa anatufuatilia, imeanza kumweka maisha poa. Niambie ni nini inaweza fanya usishuku huyu mtu na anakuanga huko after mmeanza ku downfall. Mtu alikuwa anawapigianga simu na kwanza kuna time ametutumia 1000 at that time. Sasa before tuanze kupost story ati wife, hiyo time wife alikuwa ameenda, anajua we are in need of money, ametutumia 1000 na ni mtu akona pesa. Unaona? So mimi nilianza kujiuliza kwa nini huyu madam anatufuatilia hivi? At that time sasa tukua akili iko imefungukanga. Sisi hata sikuwa tunajua ati naambia wife ati anakuanga hivi ama hivi. Unaona? So after hapo sasa ndio nilikuja juzi ndio nikaambia wife huyu mtu anatufuatilia. Alafu anytime anapanga kukuja, tulikuwa tunaomba, naambia Mungu kama ako na intentions mbaya abaki tu kwenye tu ako. So alikuwa anashinda postpone, ikafika mahali akanyamaza. Je, piga simu tena. Na unajua sasa akikuja kuona watoto ni wetu, afai kuambia wazazi ati mimi napanga kwenda kwa Karo. Alikuwa anafaa anatupigia anatuambia mimi napanga. But sasa hakuwa anaongea na sisi. Kwa anaambia nampigia anamwambia mimi napanga kwenda kuona. But sasa sisi tulikuwa tunaombanga Mungu at that time, hata kama tulikuwa spiritually weak, tulikuwa tunaomba Mungu if huyu auntie akona bad intention over these kids, if huyu auntie akona plans mbaya kwa maisha yetu, Mungu tafadhali hiyo safari yake isiwahi happen. Na wacha nikwambie Obina mpaka wa leo hajai kuja. Na hata tujaisikia stories zingine zake ati anapanga kukama. The people came with the Benz. Hawa watu walikuja na Benz. By the time tulienda Nakuru tukashare story na my mom alituambia inaweza kuwa because huyo auntie alishindwa kutufikia, inaweza kuwa aliwatuma. Because unakumbuka obvious these are rich people. Mtu amekuja na Benz, amekuja na watoi. Then my mama akatuambia hata watoto walikuwa wamebeba twins, juu alikuwa na insist sana kupata twins wetu, unaweza pata si watoto. Alikuwa anataka kukuja kubadilisha maybe destiny ya watoi wetu na nini. But mimi nashukuru Mungu akupatanga watoi. Unaona? Muliona watoi? Tuliwaona. Dewa watoi. Ni watoi. Mungu ni mzuri hatukuwaguza. Hatukufanyanga anything. But hatukusikianga. Hiyo 5,000 waliwapea mlipeleka wapi? Sasa hiyo 5k yeye kupotea. Hiyo 5k by the time watu walikuwa wanatuchangia sasa unajua sasa tumekuja kwa nyumba, tumenunuliwa kila kitu. So si hatukuwa na matumizi. Nani iko maziwa, nani pampers, watu wametununulia. So si tulikuwa tunaweka kando. Nikaambia wife nipo tuanzishe biashara ya kulifill gas. Tutafute kanyumba tuanze biashara ya kulifill gas. So at that time tulikuwa tumekanga 230k cash tulikuwa tumenunua kale ka working station. So unajua kana kuanga na key. So tulikuwa tumezieka hapo. Sasa hizi ndizo busy. At that time nilikuwa nishaanza kutafuta empty hizo za nini cylinder. So ile 5k cash tulimix na zile. By the time zile nguo zilienda, pesa zilienda, hata hiyo 200 iliendanga ikienda. Na sisi kwa mind yetu tulionanga ni normal. Imagine hakuna mali ilitu affect, hakuna mali. At that time auntie alikuwa by the hizo 200 ilienda aje? Ziliendanga time nguo zilihepa tukakosa, hata pesa tulikosanga tu hivyo. At that time auntie alikuwa nikwambia Obina venye kulienda, tulikuwa tumeenda kununulia watu baby carrier.
unaona bibi Kalia. So si kurudi jioni, anti si tulikuwa tumemwacha na watu, tumerudi tukakosa do. Kini mimi nilikuwa nayo kwa mfuko, anti hakuna venye alikuwa na access hiyo room. Na nini nikikuja ilikuwa imefungwa venye ilikuwa. Mimi nimekuja nimekosa do, nimeambia wife tumetafuta, tumetoesha anti bags. Na unajua anti hakuwa anajua anything, hakuwa anajua hiyo area, ni mgeni ukumbuke, hakuwa haezi toka aende eti anywhere. So sisi tumemtoesha anti, tumeangalia mpaka M-Pesa isiku ati alienda akaeka then akatuma, unaona. So si do ilipotea hivyo na tukaonanga ni normal. Unaona ile kufunga unaona tu ni normal, hakuna kitu imehappen. Si tulikuwa hakuna kitu by the way tulikuwa tunaonanga ni big deal at that time. Mpaka sasa hii time yenye tumezunguka mpaka tukaanza kupost hiyo nini. Tukaanza sasa kuzipost TikTok. Na ubina tu by the time tulianza kupost hiyo story. Si tuna feel sasa tushaanza kurudiwa ni nguvu. Azini mambo na by the time tu tulidecide sasa tutakuwa tuna discuss anything kwa nyumba na mdomo, tutakuwa tuna chat. Iliona mambo imeanza kuchange. Tumeanza kurudi the venye tulikuanga kitambo. Okay, so let's now conclude on this story. So the story is very heart-touching, but now you know it's from your perspective, okay? Now later when you watch this episode, you'll see a lot of mixed reactions in the comment section, okay? However, you know your truth. So stand with your truth and he shall set you free. Step number 1, you're already doing it. Pray. Yeah. Prayers. Step number 2, so you guys still live in this house? Yeah. Venye tulikuwa tumepanga kwa hiyo 6th floor hiyo? Hapana. Sasa ni huko kwenye tuko huko. Kwenye tulitupwa na huko kawaida. That place is far by the way. Tumekuja na 3 hours huko. Kutoka kawaida mpaka hapa ni 3 hours? Tulitoka kwa nyumba saa 7, tukafika hapa saa 10:30 venye ulikuwa na nani. Na tukaingia kuangalia mmefika wapi, tukaona it started 14 minutes ago. Na Nuru, mulikaa mtu kifanya ile interview ya kwanza? Tumeshinda hapo nje. You know now it's going to 1 AM. Sasa ndo tunashangaa kurudi. Sijui kama Bolt itakubali kuingia huko. Wanakatanga kuingia Joseph. Wanasema security. Nikwambia police station hatu kuangalianga. So wanakatanga wanasema kuingia huko. So I'm figuring out tuenda mpaka Kia. Unajua sasa hawa huku ndo wanakatanga. So sasa ni tuchukue tuende mpaka Kiambu tuweko hapo. Tuchukue sasa mwenye amezoea hizo area. Atupeleke mpaka huko. Mosha atapeleka. Don't worry about it. Just right now tukimaliza tu hii atawapeleka when I'm doing the other interview. Atawapeleka hivyo na nani? Na nani? Na Miles. Wacha wataenda na Mboya. Mtendo Moshi na Mboya ndio wakimaliza warudi. Wow. Step number 2. So easy how in wale wasali kama kwa visit ndani. Ni after sasa tumeuza vitu ndio tu relocate tutoke. Twende sasa hii ya Kiambu kawaida. So hii sani bed sitter. Ya dongapi? 8K kila kitu, stima na maji. 8K. Haya. So number 1 is prayers. Number 2 was to move from the house, but you've already moved from the house. Number 3 is mindset. Okay. So the mind is very strong. It attracts what you think of more oftenly. Okay. So if you think I am cursed, I'm whatever, that's the way it just keeps appearing. You just keep seeing the signs. You attract